Ndugu zangu wa Tanzania, wa Kenya, Waganda, Warundi, wa Kongo na ndugu zangu wote wa Afrika ambao mnaelewa Kiswahili, kwa niaba ya wengi wa Wanyarwanda wenzangu tunaomba msaada. Kwenye Biblia kuna story ambayo Yesu aliambia wafuasi wake, akijibu mmoja wao alipouliza, kwani nani ndiye jirani wako? Sio lazima uwe Mkristo to appreciate hii story ambayo Yesu aliambia wafuasi wake. Ni story ambayo inaongelea utu ambao watu tunahitaji tuwe nao. Inaongelea mtu ambaye alipigwa na majangili akaumia, na watu kadhaa wakampita wakimwangalia ambao walikuwa watu wa ukoo wake. Lakini mtu mwingine ambaye alikuwa hata sio wa ukoo wake, alipofika hapo, mtu wa Samaria akasimama, akamsaidia, akamtafutia huduma za afya. Yesu alikuwa anasema kwamba huyu ambaye sio wa ukoo wake lakini ambaye alimsaidia, huyu ndiye jirani mwema. Sisi Wanyarwanda kama jirani wenu kijiografia, lakini pia kama binadamu kama nyinyi, tunawaomba msaada kwa sababu nchini kwetu Rwanda kuna shida kubwa sana. Nikiongea na wenzangu wengi wa Afrika ambao wanatoka kwenye nchi ambazo zimetuzunguka Rwanda, mara nyingi wananiambia, unajua Peter, hata sisi tuna shida. Nchini kwetu tuna shida, na wanaweza kukuambia shida kadhaa ambazo nchi zote zina shida. Nchi zote duniani zina shida. Hamna nchi ambayo haina shida. Na kuna serikali nzuri nyingi ambazo zinajaribu kutatua shida za wananchi. Na hata kwa kujitahidi bado kuna wapinzani watapiga kelele, bado kuna watu ambao hawataona mema ambayo serikali inafanya. Hicho ni kitu ambacho hakitakosekana kwa nchi zote. Lakini sasa sisi Wanyarwanda shida yetu ni tofauti kabisa. Si tunaongelea shida ya mauaji. Nchini kwetu tuna serikali ambayo inaua watu. Yaani binadamu Mnyarwanda amekuwa kama nzi. Nzi ambayo inapigwa, ambayo inafutwa, inauawa. Tuna serikali ambayo inaongozwa na Rais Paul Kagame, ambao Waafrika wengi wamedanganywa ya kwamba huyu ni rais ambaye anafanya mambo mazuri Rwanda, lakini huo sio ukweli. Na labda wewe unanisikiliza na umeshaenda Rwanda na kweli umerudi ukasema kwamba hii nchi ni nchi nzuri, nchi safi, nchi na usalama. Na hii ndio story mara nyingi tunaona imeandikwa, imetangazwa kwenye media nje, lakini ukweli sio huko. Na nyinyi ambao mnaenda Rwanda, basi I want to challenge you. Enda Rwanda, muulize Mnyarwanda yoyote, yule aliyekupokea au yeyote mtaani au sokoni. Muulize, una furaha na serikali yako? Una furaha na rais wako? Uone jinsi uoga utamshika na atakukwepa, hata jibu swali lako. Nchi ambayo ina amani, ambayo watu wanafurahia serikali yao, wana shida gani ya kuongea mambo ya siasa na kuongelea serikali yao? Lakini muulize Mnyarwanda, rais wako yukoje? Ataogopa hata kujibu, na kama lazima kujibu atasema mzuri, serikali nzuri, safi, hatuna shida. Utamuuliza, hamna hata tatizo lolote? Mbona nchi zote zinakuwa na tatizo? Hamna kitu ambacho unadhani hata serikali inaweza kurekebisha? Atasema hapana, hamna. Yaani Wanyarwanda wanauoga, wanaogopa serikali yao kwa sababu wameona jinsi serikali inaua. Siku ya leo ambayo naongea, tarehe 5 mwezi wa 3, imepita miaka 10 ambayo kuna mtu anaitwa Deogratias Mshahidi amekuwa amefungwa gerezani kwa sababu ya kusimama na kuongea na kupinga mambo ya serikali. Huyu baba ni Mtutsi ambaye alikuwa chairman wa Rwanda Journalist Association, na aliingia kwenye siasa kwa sababu alikuwa anaona kwamba mambo Rwanda yanaenda vibaya, kuna uwaji mwingi, Wanyarwanda wengi wanawawa. Kagame na serikali yake wakamshika, wakamfunga. Sasa imekuwa miaka 10. Juzi, nadhani ushapata hii taarifa, kuna mwimbaji mmoja, gospel singer, kijana mdogo ambaye anaitwa Kizito Mihigo, naye aliuawa. Kwa nini? Kwa sababu aliimba nyimbo ambayo ilikuwa inasema kwamba jamani, tukumbuke watu wote ambao waliuawa, Watutsi na hata Wahutu. Huyu kijana alikuwa Mtutsi ambaye wengi kwenye familia yake waliuawa kwenye genocide. Alikuwa anasema ndio, na mimi watu wangu waliuawa, lakini pia Wahutu walikufa. Serikali ikakasirika, wakamfunga, na juzi wamemuua. Kwa nini wamemuua? Kwa sababu serikali ya Rwanda ya Paul Kagame haitaki watu wajue ya kwamba iliua Wahutu wengi sana Rwanda na Kongo. Sasa kwa sababu huyo kijana aliandika hiyo nyimbo, na hiyo nyimbo ilikuwa nyimbo nzuri ambayo anasema kwamba basi tukumbuke wote waliokufa, na yeye akawawa. Binti mmoja ambaye miaka 2 iliyopita alijitokeza ili na yeye apiganie urais, kwa sababu na yeye alikuwa anasema kwamba naona vitu hapa nchini haviendi vizuri. Baba yake alikuwa mfanyabiashara ambaye alisaidia sana serikali ya Kagame, na yeye akawawa. Binti yake huyu mbaba akasema, na mimi nataka nisimame
na mimi niongee, na mimi nionyesha kwamba tunaweza tukaimprove, na yeye wakamfunga pamoja na mama yake. Yaani Rwanda watu wanawawa, mtu hana thamani, Mnyarwanda hana thamani. Lakini sasa kama Yesu aliposema ya kwamba the good neighbor, jirani mzuri, ni yule ambaye anasaidia mwenzake anapoona yuko kwenye shida. Na mzee Nyerere, Mwalimu Nyerere, ambaye alikuwa rais wa kwanza Tanzania, alielewa hili jambo. Alisema kwamba wenzangu wako kwenye shida, aka mobilize resources za Tanzania, akasaidia nchi za